Simba anaogopa. Wasisajili majina. Tumuone Simba bado ni mpinzani. Yupi huyo? Siku ya leo tunaenda kuzungumzia mengi ya kimichezo. Tafadhali sana kaa karibu na channel yetu, na kama bado hujasubscribe channel hii, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare. Lakini zaidi tukizungumzia usajili wa Simba na Yanga. Hapa niko na Kevi, lakini pia niko na Justin. Kila mmoja anazungumza kwa wakati wake. Sasa sijui naanza na nani leo. Wewe uliposikia Peter Shalulila amesajiliwa Yanga ulijisikiaje? Kwanza nilijisikia furaha, lakini sikuamini mpaka nilipoona tayari yule msemaji amemtangaza kwamba Peter Shalulila tayari ni mchezaji wa Yanga. Kwanza Yanga isitugee kichwa kikubwa sana kuhusu usajili wa Peter Shalulila, kwa sababu mpira unachezeka uwanjani. Kwa hiyo mimi nachoomba kwamba licha na usajili mkubwa uliofanyika, sawa, sisi bado tumuone Simba bado ni mpinzani, au timu zote za Bongo tuzione kama zinawania kombe. Kwa hiyo sisi tucheze kitimu, tusicheze tu ili Peter Shalulila aonekane kwamba amesajiliwa kwa bei kubwa, au Grimgusha amesajiliwa kwa bei kubwa. Tucheze tu kama bado tujapata ile yani kama tujawahi kupata kombe. Tucheze tu kama tunashindana. Mimi nadhani Simba wasihangaikie kumpata Selemani, kwa sababu Selemani mwenyewe anamsaidia kwenye timu. Tumeona msimu mzima hata idadi ya magoli bado haikizi timu, haijapeleka timu mahali popote. Simba kiufupi sasa hivi wamefanya kushangaa, kwa sababu Selemani Mwalimu sio mchezaji wa kusema awe tena nyota kwenye timu ya Simba. Simba angefanya tu usajili wa mtu mwingine, kwa sababu tarehe 12 ndio tunaenda kucheza ngao ya jamii. Tunaenda kucheza ngao ya jamii wakati Simba anaogopa, ana mtetemo hali ya juu, kwa sababu kile kikosi cha Yanga bwana sio cha kucheza mpira, ingebidi kiende vitani kabisa. Kwa sababu ukiangalia winga zenyewe tu tayari zimejipanga pale, winga ni zile fadi zitashiba magoli mpaka zitachoka, sio 5 tu, yatafika 10 ya mwi. Simba kwanza sijui hata nisemaje mtangazaji, kwa sababu naona Simba yenyewe imechoka. Simba imechoka, na hata kama kwenye mtandao sasa hivi Simba yenyewe imechoka kweli kweli, kwa sababu kila kukikicha Yanga anafanya tukio, kila ikikucha Simba Yanga anafanya tukio. Kwa hiyo Simba naona wanatetema sana, hata 12 na mimi na wataleta timu. Watatokea 2 point, sisi tutachukua. Sababu wanaogopa nyie. Wanaogopa Yanga, wanaogopa Yanga. Hata hapa ndugu mshabiki wa Simba ataongelea hilo, kwa sababu yeye mwenyewe aliwahi kuniambia kwamba hii timu mbovu. Aliwahi kuniambia timu mbovu, na kwa kuwa mapenzi ya timu yanatoka moyoni, ana budi kukaa kwenye timu yake, lakini sasa kuna maumivu anayapata. Mimi nadhani utofauti uliokuwepo kati ya Simba na Yanga kwenye jinsi ya kujiandaa, jinsi ya kucheza kwenye ligi. Najua Simba hapo nyuma sana kufuatilia wachezaji, kwa sababu wanauoga, yani tuseme wanauoga kufanya mazungumzo na wachezaji ambao wanaweza kuisaidia timu, tofauti na GSM. GSM anafanya ile kama ni moja ya familia, kutembelea hata wachezaji. Nakumbuka hata mwaka jana hata mwaka juzi Mamelodi walikuja kuomba ushauri. Mamelodi TP Mazembe walikuja kuomba ushauri jinsi gani Yanga wampata mafanikio kwa kipindi kifupi. Ila Simba tayari tayari kwenye position kwenye klabu bingwa, wamekusanya pointi nyingi tayari kwenye ile link ya Afrika. Umeona wapo kwenye nafasi ambazo hao wenyewe waliona kabisa hawatashuka, kutokana na wamefanya kazi kubwa. Umeona kipindi hicho Yanga sisi tunanyemelea nafasi mdogo mdogo, ili na sisi tuonekane kwenye ulimwengu wa soka kwamba tupo juu. Nazungumzia kama mdau wa soka, maana yake usije kusema naizungumzia sana Yanga peke yake, ila kikubwa Simba akae vizuri. Simba akae vizuri, washabiki wake wana hamu ya kufanya Simba vizuri, sio kubeba kombe tu. Hata wachezaji wakicheza vizuri, hii inaleta kidogo raha, yani morali, inaleta morali ya kuishabikia timu. Hizi mechi mbili za Sekafa siwezi kuzizungumzia, kwa sababu naona mchezo chini ya kiwango. Kwa sababu kuna nani yule mchezaji Dumbia. Dumbia mchezaji, yani jinsi alivyotangazwa na jinsi anavyocheza ni vitu vile different, yani tofauti kabisa. Sasa kitu kama kile kinanyima watu
raha ya kuishabikia ile timu. Umeona? Leo sisi Yanga tujacheza mechi hata moja. Lakini tunaamini kikosi kilivyo kawaka na tumezidi kuongeza watu ambaye wanaweza kuisukuma timu kufika mbali. Peter Shauri, sawa, ni mchezaji mzuri wa kimataifa, timu zote za Afrika kifupi anazijua. Yaani ukimpeleka leo acheze na Kaizer Chiefs anaijua. Ukimpeleka acheze na Mamelodi anaijua kwa sababu ndio alikotokea. TP Mazembe anaijua. Ukimpeleka Wydad ataijua. Yaani amecheza kwenye michezo yenye pressure kubwa. Michezo yenye pressure kubwa. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa tumefanikiwa kwa kiasi cha 75% kuhusu hii usajili. Usajili tumeona pale tumechukua yule Shehe Ibrahim Tule. Tumechukua kina Mihambo, wachezaji tu wazuri. Dennis Nkana amerudi tena Jangwani. Kwa hiyo Simba ingebidi wafuatishe kwanza kwa hili kwa sababu naona hata defender zake haziko vizuri. Wangefanya usajili. Zimeruhusu magoli mengi. Yanga walikuja kuomba ushauri na TP Mazembe, lakini sisi kama Simba hatuna akili ya kwenda kuomba ushauri kwa Yanga wala kwa nani. Sisi mwaka huu tunajipanga vizuri na kiukweli najua kwamba timu inayokuja ni timu nzuri. Hata kama Yanga wanajitapa sijui Shaulile, sijui Ibrahim nani, Shey yule, mpira upo hivyo. Tuliangalia kuna timu moja kule duniani ilisajili mastaa wengi sana, lakini mwisho wa siku kitu kilichokafanya sicho. Kwa hiyo kwenye mpira kusajili mastaa wengi si ndio kushinda. Unaweza kusajili mastaa wengi alafu mpira ukawa sivyo, hujachezeka mpira ukapata hujascore, unaona? Kwa hiyo swala kusema kusajili mastaa wengi ndio unaenda kushinda kwenye ligi, unaenda kushinda sijui kwenye nini, hapana. Kwa hiyo niseme kwamba sisi hatuwezi kwenda kuomba msaada wote au kwenda kuuliza kwamba nyinyi mnashinda vipi kwa Yanga, kwa sababu TP Mazembe walienda kwa Yanga kuwauliza jinsi gani wanasajili na nini wanafanikiwa. Hicho kwetu hakuna. Walizana na Selemani Mwalimu ni mambo tu ambayo yapo ya kinkakati. Unajua mnavokubaliana, mnavokaa kwenye meza kwa ajili ya biashara, kuna mambo mawili. Kuna biashara kuwa ngumu, kuna biashara kuwa nyepesi. Lakini kuna biashara kuonekana moja kwa moja kwamba unaenda kuwini. Unaona, kwa hiyo matatu hayo. Kwa hiyo Selemani Mwalimu bado tu watakaa na watamalizana. Mimi kuondoe hofu, Selemani Mwalimu atarudi tu Simba, bado atakuwepo. Uhakika upo. Kuna tetesi zinasemekana kuna mchezaji Yanga waliwatishia wakawapa pressure nyinyi mkamchukua na inasemekana ni mbovu. Yupi huyo? Mjui mchezaji mliochomeshwa na Yanga? Hapana. Ujue siku zote kwenye usajili sio Yanga tu wanachomesha Simba. Hata Simba wenyewe wanawachomesha Yanga. Hiyo ipo. Yaani inaladi kuangalia kwa sababu Simba na Yanga ndio hawa tunasema moja kwa moja ni watani. Sasa mtani siku zote anaweza akafanya kitu ili cha kumwangalia mtani mwenzake akumtoa kwenye leri, unaona? Ile nadi tu kumharibia tu mfumo fulani. Kwa hiyo swala la kuchomeshana kawaida. Mbona tumeona tu wengi sana kule nyuma walichomeshana. Tunataka tumchukue, Yanga wanasema tunataka tumchukue. Basi Simba nao wanasemaje, tunaenda na sisi tunaenda kumchukua. Lakini siku ya siku wale wengine wanafanyaje? Wanazima. Kwa hiyo ni mambo ya kuchomeshana tu kawaida. Kwenye game hiyo ipo, kwenye mambo ya usajili hiyo ipo. Hebu angalia hiki kikosi. Ndio. Mbele kwenye safu ya ushambuliaji. Ndio. Kuna Peter Sharulile, kuna Tule, Alan Okelo, afu Ashumu na Aziz Ki yupo. Inahitaji mabeki wenye nguvu kiasi gani kuhakikisha wanapambana na hiyo striking force? Brother, Sharulile, Aziz Ki na Okelo na wengine yani nikwambie moja kwa moja kwenye mpira usiangalie mastaa, umeelewa? Unaweza kukuta Shaulile alikuwa anawaka sana Mamelodi pale na sehemu zingine, lakini mpira unaona na kucheza bongo. Unaweza kukuta ana perform tu wiki moja alafu akapotea. Unaona? Kwa hiyo kwenye mpira kukaa Shaulile huku sijui Okelo, Aziz Ki na nani sijui na hata Pacome akiwepo, wanaweza akakosa matokeo, mpira upo hivyo. Ni swala la kawaida tu. Lakini mimi ni washauri wa watani zangu kusajili sana sijui akina nani, wasisajili majina, wasajili uwezo wa mtu. Kwa sababu Peter Sharulile tumemwona hata kwenye mashindano yale ambayo yaliyopita kwenye National Club, hakuna alichoifanyia timu yake Namibia. Unaona? Imefanya vibaya. Kama Sharulile mzuri sana amefanya nini kwenye yale mashindano? Kwa hiyo Sharulile ni mchezaji wa kawaida tu. Sema Mamelodi pale kwa sababu amechezea timu kubwa Mamelodi. Kitu ambacho sikiliza, sio sababu mimi Yanga. Kwanza mimi sio Yanga, mimi ni Simba. Huu ni uzi wa uzi, ngoja brother. Huu uzi ni wa Zanzibar. Huu uzi ni Zanzibar. Niseme kitu. Sharulile aliingia Mamelodi kwa sababu ni timu kubwa. Kwa hiyo wasichukulie nafasi hiyo kwamba Sharulile amecheza Mamelodi, amecheza wapi? Sharulile ni mchezaji wa kawaida tu kwa sasa.
Kwa hiyo haiwashitui ninyi kama Simba? Hatushtui hata kidogo brother. Kwanza sisi hatujaondoa amani yoyote kwa sababu yani hatuna hofu yoyote kwa usajili wa Yanga. Na sisi ili ujue kwamba Simba inaenda kufanya vizuri au itakuja kuwa yani tutakuja kuwa na furaha zaidi tarehe 8 ile siku ya Simba Day. Kwenye Simba Day utakuja kuona kwamba sisi tumejiandaa aje. Lakini nakwambia moja kwa moja Simba itajiandaa vizuri kwenye usajili, lakini hata kwenye michezo itaofuata ya ligi kuu. Kwenye simu na wakishia Yanga wajipange sana, hata kama wana sijui Peter Shaulile, kuna Okelo, kuna hata huyu mzee aliyovunjika mguu akawepo tena, sijui akawepo na huyu nani mzee huyu aliyomwa Mr. Mobeto hata akawepo Azizi Ki. Hamna kitu brother. Tunahakikishia mwaka kwanza kwenye tarehe 12 Yanga hatoki. Lazima ale chuma 4 huyu. Amescore lakini atascore na moja atalipata, lakini tunampiga chuma 4. Japo na master wake wote tunampiga chuma 4 kwenye hiyo ngao ya jamii. Kwa ngao ya jamii wewe unaona goli 4 Yanga anafunga. Tunampiga 4, yani iwe na isiwe. Wewe tunampiga 4, Yanga tunampiga 4, na hiyo siku ndo atakuja kusema kwamba kweli hawa jamaa walikuwa wanasajili polepole lakini kuna kitu wamekionyesha. Unajua kwamba hapo shughuli ipo. Na ukipita lazima mbebe kigongo. Huyu cha kufanya aje tu na moyo ili asianguke pressure kwenye siku tarehe 12. Kwa sababu moto utakuwa kutisha. Huyu jamaa ana kikosi. Sawa, huyu ana kikosi. Kama cha kucheza ngoma anacho kizuri tu, tena majini. Wale wanavaa jezi nyekundu. Ila sio kusema Simba aje kuscore kwa Yanga. Bro. Siku zote suruali yenye ya duka lazima isaminiwe, weke kwenye begi. Ila nguo ya mtumba siku zote hata shambani unavaa. Simba wachezaji wake low cost, yani wabe nafuu. Vibaya mno. Sasa brother, hatuangalii kiwango cha bei za wachezaji. Tunaangalia kiwango cha wachezaji. Unaona moja kwa moja matokeo ya msimu unaokuja na kwa ya kawaida sana. Kwanza tunampiga chuma 4. Tunampiga chuma 4. Ninawaambiaga sana. Mimi sijawahi kufeli, nawaambiaga sana. Umefeli mara ngapi baba? Nawaambiaga. Niliwaambia hata leo brother, nakwambia Yanga yenu tarehe 12 mnapasuka goli 4 lakini mtascore. Kama nilivyotangulia kusema, huyu jamaa aje kupata furaha. Tangia shabikia Simba. Kwa sababu amehamia Coast, amehamia Simba. Wale. Sio kwamba alikuwa Simba muda mrefu lakini alikuwa kichakani. Sasa imefika. Yaani huyu umesikia? Huyu mwaka tunachukua saini yake. Anakuwa mwananchi real. Tutakuja kumsikilizishia tarehe 12. Sasa anasema bao 4. Bao 4 atapitisha wapi huyu? Atapitisha wapi? Kwani wakati mimi nataka niambie mchezaji ambaye anaweza akapata goli. Wakati tunawafunga huko nyuma walikuwa wanafunga nani? Mulisajili vizuri sasa. Ndio maana nakwambia sasa tunaenda kwenye kusajili, wewe utaona. Umesajili nani? Maana yake sasa hakuna yote tule msajili. Hayupo. Ulisema Dumbia anafunga kabla ya mechi. Amecheza mechi 2. Ile pre-season. Sawa, sisi tunataka tuone makeke yake. Sasa amefunga kabla ya mechi. Haya basi poa, ngoja tuone tarehe 12. Nafikiri kocha wa Yanga unamfahamu. Unaweza ukatuambia anaitwa nani? Bankuba Makwithi. Huyu jamaa na jina gumu sana. Bankuba Makwithi. Huyo ana roho mbaya kiasi. Huyu jamaa yani ana jina ngumu. Mimi najua jina lake ngumu ili Bankuba Makwithi ndio kinachoenda kusababisha kumpotezea matokeo. Kocha nani? Bankuba Makwithi. Basi ndio huyo sasa mtakutana naye. Hamna kitu.